Usiku moja, kabla hata ya alfajiri kufika, upepo mzito ulianza kuvuma juu ya paa la ikulu ya kifalme. Lakini haukuwa upepo wa kawaida. Ulikuwa na sauti, sauti ya chini, ya kunong'ona. Sauti ambayo haikusikika kwa masikio tu, bali ilihisiwa moyoni. Na kila mtu aliyekuwa amelala ndani ya ikulu hiyo usiku huo, alihisi kitu cha ajabu. Kama kuna mtu alikuwa akimuita kwa jina lake kutoka mbali gizani. Ndani ya chumba kikubwa chenye mapazia marefu ya hariri, alilala binti wa kifalme aitwaye Zuri. Aligeuka kitandani mara kadhaa. Usingizi haukumjia. Moyo wake ulikuwa mzito bila sababu ya kueleweka. Alifumbua macho polepole, na kwa sekunde chache alisikia ile sauti, ile ya kunong'ona. Ilikuwa karibu sana, kana kwamba ipo ndani ya chumba chake. Lakini alipoinuka na kutazama kila kona, hakukuwa na mtu. Ni upepo tu uliokuwa ukitikisa dirisha lake kwa sauti ya polepole. Tak, tak, tak. Asubuhi ilipofika, kila kitu kionekana cha kawaida. Ndege walikuwa wanaimba. Watumishi walikuwa wakizunguka kwa shughuli zao. Na ndani ya ukumbi mkubwa wa kifalme, Mfalme Jabari na Malkia Amani walikuwa wamekaa tayari kwa siku mpya. Lakini Zuri hakuwa sawa. Alikuwa kimya zaidi kuliko kawaida. Tofauti na mabinti wengine wa kifalme waliopenda mapambo na sherehe, Zuri alipenda utulivu. Alipenda kukaa mbali na kelele za ikulu. Na zaidi ya yote, alipenda kwenda mashambani. Kila siku, bila mtu kujua, alitoka kwa siri kupitia njia ya nyuma ya ikulu na kuelekea kwenye bustani ya kifalme. Bustani hiyo ilikuwa maarufu kwa uzuri wake. Maua ya kila aina, harufu nzuri iliyojaza hewa, na miti iliyopangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Lakini ndani ya bustani hiyo kulikuwa na sehemu moja ambayo hata wafanyakazi hawakuikaribia. Sehemu iliyotengwa, sehemu iliyonyamaza, sehemu ambayo ilijulikana kama shamba la kale. Watu wa zamani walikuwa wakisimulia kwa sauti za chini. Hapo ndipo mambo yalibadilika. Usiku maua yake hayakai kimya, na ukiyasikia usigeuke kuyatazama. Kwa miaka mingi, hakuna aliyethubutu kwenda karibu na eneo hilo. Lakini siku hiyo, kitu ndani ya Zuri kilimvuta. Haikuwa kawaida. Haikuwa maamuzi ya akili. Ilikuwa kama mwito. Alitembea polepole kuelekea upande huo wa bustani. Kadiri alivyokaribia, ndivyo sauti za ndege zilivyopungua. Upepo ukatulia, na mazingira yote yakawa kimya cha kutisha. Alisimama, akitazama mbele yake. Maua yalikuwa bado mazuri, lakini kulikuwa na kitu tofauti. Hayakuwa na uhai ule ule, na baadhi yao yalionekana kama yameinama chini, kana kwamba yanatazama kitu ardhini. Ndipo alipomwona kijana mmoja akiwa amepiga magoti chini, akipanda maua kwa mikono yake mwenyewe. Hakutetemeka,
hakushangaa uwepo wa Zuri. Aliendelea na kazi yake kama kawaida. Unafanya nini hapa? Zuri aliuliza kwa sauti ya chini. Kijana huyo alisimama taratibu. Akamgeukia polepole. Na kwa mara ya kwanza, macho yao yakakutana. Kulikuwa na kitu cha ajabu kwenye macho yake. Utulivu uliopitiliza. Kama mtu ambaye ameona mengi kuliko kawaida. Jina langu ni Juma, alisema kwa sauti tulivu. Na ninayatunza haya maua. Zuri alimtazama kwa mshangao. Lakini si watu wote wanakatazwa kuja hapa? Juma alitabasamu kidogo. Lakini tabasamu lake halikufika machoni. Wengine wanakatazwa. Lakini si kila kitu kinafuata sheria za watu. Zuri alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Lakini hakuondoka. Kwa sababu, kwa namna ya ajabu, alihisi amani karibu naye. Siku hiyo ikaisha. Lakini kesho yake, Zuri alirudi tena. Na tena, na tena. Mazungumzo yao yakaanza kuwa marefu zaidi. Walizungumza kuhusu maisha, ndoto na mambo ambayo Zuri hakuwahi kumwambia mtu mwingine yoyote. Lakini kadiri muda ulivyopita, alianza kugundua vitu vya ajabu. Kila alipokuwa karibu na Juma, upepo ulikuwa unasimama ghafla. Kimya kizito kilikuwa kinatanda. Na mara nyingine, maua yalikuwa yakitikisika bila hata upepo. Siku moja, Zuri alipomgusa Juma kwa mara ya kwanza, alishikwa na baridi kali, kama vile amegusa maji ya barafu. Na sekunde hiyo hiyo, maua yote yaliyowazunguka yaligeuka polepole, yakawa yanaelekea upande wao. Zuri alirudisha mkono wake kwa hofu, lakini Juma hakusema chochote. Aliendelea tu kumtazama, kimya. Usiku ulipofika siku hiyo, Zuri hakuweza kulala. Aligeuka kitandani mara kwa mara, moyo wake ukipiga kwa kasi. Kisha alisikia ile sauti tena, ile ile ya usiku, ile ya kunong'ona. Lakini safari hii ilikuwa wazi zaidi. Zuri alifumbua macho kwa haraka, akapumua kwa nguvu, na hapo kando ya dirisha lake kulikuwa na kivuli, kimesimama kimya, kirefu, kikimtazama moja kwa moja. Na kwa sauti ile ile aliyosikia mchana, sauti ya Juma, kivuli kilinong'ona, umerudi, hatimaye. Zuri alibaki ameganda kitandani, macho yake yakiwa yamekaza kwenye kile kivuli kilichosimama kando ya dirisha. Hakupiga kelele, hakujisogeza. Mwili wake haukumsikiliza. Upepo ulivuma taratibu, mapazia yakaanza kusogea polepole, na mwanga wa mwezi ukaingia ndani ya chumba. Kwa sekunde chache, kivuli kile kilionekana wazi zaidi. Sura yake ilikuwa ikifanana na Juma, lakini haikuwa yeye kabisa. Kulikuwa na kitu kilichokosekana, kama uhai. Umerudi, sauti ile ilinong'ona tena. Nilijua utanisikia. Zuri alijaribu kuongea, lakini sauti haikutoka. Alijaribu kusimama, lakini miguu yake ilikuwa mizito kama mawe. Ghafla, dirisha lilifunguka kwa nguvu. Bang! Upepo mkali ukaingia chumbani. Taa zikaanza kutikisika, na ile sauti ikawa nyingi zaidi. Sio moja tena. Ilikuwa nyingi. Sauti za watu wengi zikinong'ona kwa pamoja. Usimwache. Rudi. Tumalizie. Zuri alishika kichwa chake kwa maumivu. Macho yake yakajaa hofu. Acheni, alijaribu kupiga kelele. Na ghafla, kimya kikakata kila kitu. Dirisha likafunga lenyewe polepole. Upepo ukatoweka na kivuli kilipotea. Zuri alipumua kwa nguvu, jasho likimtoka mwili mzima. Usiku huo hakulala kabisa. Asubuhi ilipofika,
Alikuwa tofauti. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yake yalikuwa mazito, kama mtu aliyekuwa akipigana na kitu kisichoonekana usiku mzima. Malkia Amani aligundua mara moja, "Zuri mwanangu, kuna nini?" Lakini Zuri hakusema ukweli. Hakujua hata aanzie wapi. "Niko sawa mama," alisema kwa sauti dhaifu, lakini hakuwa sawa. Siku hiyo yote akili yake ilikuwa sehemu moja tu, shamba la kale na Juma. Jioni ilipofika, jua lilianza kuzama taratibu nyuma ya milima, na bila hata kufikiria sana, Zuri alijikuta akitembea tena kuelekea bustani. Lakini safari hii, kila kitu kilionekana tofauti. Ndege hawakuimba, upepo haukuvuma, na njia aliyokuwa akipita ilionekana ndefu kuliko kawaida. Alipofika karibu na shamba la kale, alisimama, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Kulikuwa kimya, kimya kisicho cha kawaida. Kisha alisikia sauti, sauti ya kuchimba udongo. Shh, shh, shh. Alisogea polepole, hatua moja, kisha nyingine. Na hapo, katikati ya maua, alimuona Juma, akiwa amepiga magoti tena. Lakini safari hii, hakuwa anapanda maua, alikuwa akichimba udongo. "Juma," Zuri aliita kwa sauti ya chini. Juma alisimama polepole, akamgeukia. Macho yake hayakuwa yale yale tena. Kulikuwa na giza ndani yake, kama kivuli kilichojificha nyuma ya macho yake. "Umefika," alisema taratibu. Zuri alisogea karibu, lakini alipokaribia, harufu ya udongo mbichi ilimfikia. Na kitu kingine, harufu ya zamani, kama kitu kilichooza. Aliangalia chini, ndani ya shimo alilokuwa analichimba Juma. Na hapo moyo wake ulisimama kwa sekunde moja, kwa sababu ndani ya lile shimo kulikuwa na kitu kilichofunikwa kwa udongo, lakini kilionekana wazi. Ilikuwa mfupa wa mkono wa binadamu. Zuri alirudi nyuma kwa hofu. "Hii ni nini?" Juma alitabasamu polepole, lakini safari hii tabasamu lake lilikuwa la kutisha. Hawa ndio waliobaki. Itaendelea. Part 2. Subscribe, like, share, and comment for part 2.